Jambo la pili, tumekubaliana vile vile ya kwamba sekta hii ya mining iliachwa nyuma siku nyingi. Hatukuweka pesa ya serikali ya kutosha ili kufungua rasmi sekta ya mining. Ilikuwa inaendeshwa jua kali, inaendeshwa na wafanyabiashara wa kibinafsi, inaendeshwa na uwezo wa watu binafsi. Sasa tumesema tunaleta uwezo wa serikali katika sekta ya mining, kwa sababu tunataka kuongeza ile mapato inatoka sehemu ya mining kutoka 1% ya GDP mpaka 10% ya GDP. We want to increase the productivity in the mining sector by 10 times. Ndio tuhakikishe ya kwamba ajira inapatikana, faida inapatikana, na vile vile tunapata foreign exchange kutokana na madini itakayouzwa katika taifa letu la Kenya. Na hiyo hatua tumechukua mwaka uliopita. Royalties tuliopata ni shilingi bilioni 3.8 kutoka bilioni 1.6 mwaka ule ulikuwa baadaye, ama ulikuwa kabla ya mwaka uliopita. Mwaka ujao, kwa ile reforms tumefanya, tunataka kuongeza pesa ambayo itakuja, tutagawana na wananchi kutoka 3.8 billion ya this year mpaka 15 billion in the next 2 years. Ndio pesa nyingi ziweze kufikia wananchi kutokana na royalties. Na nimemwambia waziri wetu Bwana Mvurya ya kwamba in the next 5 years we want 50 billion shillings to be shared as royalties by the people of Kenya from the mining sector, because the reforms and the programs we have set in place are sufficient for us kuhakikisha kwamba tunapata hiyo rasilimali kutoka sekta ya mining. Jambo la 4, tumekubaliana ya kwamba tutaajiri wafanyikazi wa kutosha katika sekta ya mining. Tulikuwa na wafanyikazi wachache, na hata tumesema tutaongeza askari ambao watasaidia kuhakikisha ya kwamba mali ya wananchi, biashara yao, migodi yao na mining products yao iko salama, na tunahakikisha kwamba kuna process ambayo sisi wote tutafuatilia.